Sasa unajua anazidi kuzeeka. Na wanaume hawamtaki kabisa. Kila siku yuko kimya tu. Hakuna mtu huongea kuhusu hii, lakini kukosa pesa na kama hujaoleka ukiwa miaka 30 inachosha. Sio uchovu wa mwili, ni uchovu wa roho. Ni ile ya kuamka asubuhi, unaangalia juu na unajiuliza nilifanya makosa wapi? Nilizaliwa katika familia mzuri, familia yenye heshima, familia ambayo kila mtu alitaka watoto wao wafanane nayo. Nilikuwa msichana mzuri, sio tu kwa sura, hata tabia. Niliheshimu kila mtu, nilikuwa mpole, nilikuwa mfano wa watoto wa kanisa. Watu walikuwa wakisema, huyu msichana atapata mume mzuri sana. Na mimi nilikuwa naamini tu. Haya. Lakini kulikuwa na sheria ambazo sikuwahi kuhoji. Mwanaume ataharibu maisha yako. Usikubali kuongea na wavulana. Wewe focus na shule, mapenzi hayana haraka. Na mimi nilisikiliza tu. Nilipuuza kila mvulana aliyenipenda. Nilikataa hata wale waliokuwa serious. Niliambiwa wakati wako tu utafika. Na mimi nilingoja. Nilipofika kwenye campus, niliona wenzangu wakipendwa, wakiolewa, na hata wakipangiwa maisha yao. Lakini mimi nilikuwa bado nimeshika ile heshima yangu kama taji. Nilikuwa najivunia, nilikuwa tofauti, nilijiona very special. Miaka ikapita, haraka sana. Kabla sijagundua, nilifika miaka 30. Na ghafla, kila kitu kilibadilika. Simu yangu haikuwa inalia tena. Hakukuwa na mtu aliniuliza niko wapi. Hakuna mtu aliyeniona kama wife material tena. Bali, too late. Na kitu kiliniumiza zaidi, ni wale watu waliokuwa wakiniambia epuka wanaume, ndio walikuwa wa kwanza kuniuliza, kwani wewe bado hujaolewa? Sheria za familia zikawa vita. Unangoja nini? Umekuwa piki sana. Wenzako wana watoto 2, wewe bado unafanya nini? Ama wewe tasa? Na kila kicheko kilikuwa na maana yake nyuma. Kila swali lilikuwa kama mshale. Na ukweli ni kwamba sikuwa hata na pesa. Maisha hayakuwa yamenipanga vile nilivyotarajia. Hakuna ndoa, hakuna stability. Ni mimi tu hapa na pressure kutoka kila upande. Usiku nilikuwa nalia kimya. Si kwa sababu sina mwanaume, bali kwa sababu nilihisi nimechelewa kwa kila kitu. Nilihisi kama maisha yamenipita. Na kwa mara ya kwanza katika maisha yangu, nilianza kujiuliza kitu ambacho kiliniogopesha hata kufikiri. Je, niliishi maisha ya wengine na nikasahau yangu? Lakini sikujua kwamba kile nilichokuwa nakiona kama kuchelewa kilikuwa mwanzo wa kitu ambacho kingebadilisha maisha yangu. Siku moja nilipokea simu ambayo ilinifanya nitambue kuwa sio kila kitu nilichoambiwa ni kweli. Namba hiyo ilikuwa geni. Nilikaa nayo kwa sekunde kadhaa kabla sijapokea. Maisha yalikuwa yamenifundisha kitu moja. Sio kila simu inaleta habari njema. Kisha mimi nikapokea tu hiyo simu. Hello. Sauti ilikuwa ya mwanamke, mpole lakini mwenye confidence fulani. Habari yako? Nilipata namba yako kutoka kwa aunti yako. Nilikaa kimya kidogo. Aunti yangu? Ni kuhusu kazi. Kazi? Hiyo neno peke yake ilinifanya nisimame straight. Kwa sababu ukweli ni huu, nilikuwa nimechoka kuomba kazi. Makaratasi zangu zilikuwa zimetumwa kila mahali. Majibu? Kimya. Tuliongea kidogo. Akaniambia kuna nafasi ya kazi ofisi fulani hivi. Si mbali sana. Hakukuwa na details nyingi, lakini kwa hali yangu, sikuwa na luxury ya kuuliza maswali mingi. Nishika hiyo nafasi kama mtu anayeshika pumzi ya mwisho. Siku ya interview, nilivaa ile nguo yangu best. Ile ambayo nilikuwa navaa wakati wa special occasions. Nilijitazama kwa kioo, nikajaribu kujipa ile ujasiri. Unaweza, lakini ndani yangu, nilikuwa naogopa. Sio tu kukosa kazi, bali kukutana tena na rejection. Ofisi ilikuwa nzuri, classy, clean. Ile vibe ya watu wamefika, wale watu wamefika. Na hapo ndipo nilianza kujihisi out of place, like sasa mimi nafit aje kwa hii ofisi. Nilikaa nikingoja. Wasichana wengine walikuwa pale, wamependeza, wamejipanga, tena wanaonekana kuwa sure na maisha yao.
Nilianza kujilinganisha na hapo hapo confidence yangu ikaanza tu kushuka. Aya, next, nilipoitwa, nilimeza mate. Nikaingia ndani na hapo ndipo nilipomuona. Mwanaume aliyekuwa anakaa mbele ya meza. Very confident. Alikuwa na ile aura ya mtu, anajua anachotaka. Aliniangalia kwa sekunde kadhaa, kisha akatabasamu kidogo. Karibu, sauti yake ilikuwa calm, lakini ilibeba kitu fulani, kitu ambacho sikuelewa mara moja. Interview ilianza, maswali ya kawaida tu, masomo, experience, lakini kadri tulivyoendelea, maswali yake yakaanza kubadilika. Hivi unaishi peke yako? Nilishtuka kidogo ila nilimjibu tu, ndiyo, una pressure ya familia ama kuhusu ndoa? Hapo nilihisi kama amenisoma sana, nilicheka kidogo kwa aibu. Kisha nikamwambia, kama kila mtu tu. Alinitazama tena, safari hii kwa umakini zaidi. Kama mtu anayechunguza kitu. Kisha akasema kitu ambacho sikutarajia. Nafikiri nimependa energy yako. Nilikaa kimya, hii haikuwa sehemu ya interview. Unajua, si kila mtu hupata nafasi kama hii. Watu wengine wanahangaika sana huku nje. Aliegemea kiti chake, lakini wewe unaweza kuwa tofauti. Moyo wangu ulianza kupiga haraka. Kwa sababu nilijua hii direction inaenda wapi. Hakusema wazi, lakini message yake ilikuwa very clear. Hii haikuwa tu kuhusu kazi. Kulikuwa na exchange inatarajiwa ili mimi nipate kazi. Na hapo ndipo vita vyangu vilianza ndani yangu. Upande moja ulikuwa unasema unahitaji hii kazi. Upande mwingine ulikuwa unasema hii sio sahihi kabisa. Nilimwangalia kwa sekunde chache, nilifikiria maisha yangu yote. Miaka ya kusikiliza watu, miaka ya kujinyima, miaka ya kungoja wakati sahihi. Ambapo hata wakati sahihi haukuwahi kufika. Na sasa, hii ndio ulikuwa umebaki. Alivunja ukimya. Think about it. Huna pressure ya kujibu sasa hivi. Nilinyanyuka pole pole. Nikamwambia asanti. Lakini sauti yangu ilikuwa dhaifu. Nilipotoka nje ya ofisi yake, nilitembea bila direction. Moyo wangu ulikuwa mzito kwa sababu kweli ulikuwa wazi sasa. Maisha hayakuwa fair. Usiku huo nilikaa kitandani nikitazama simu yangu. Hakukuwa na message. No other miracle. Ni mimi tu na maamuzi yangu. Na hapo ndipo nilisema kitu kwa sauti. Kitu ambacho sijawahi sema kabisa. Sitaweza kujiuza. Hata kama maisha ni magumu kiasi gani. Ilikuwa decision ngumu kwa sababu haikumaanisha tu kukataa hiyo job, ilimaanisha kurudi tena kwa struggle. Lakini kwa mara ya kwanza nilihisi kitu tofauti, heshima kwa nafsi yangu. Na siku chache baadaye kitu kisichotarajiwa kilitokea tena. Kitu ambacho kilinifanya nitambue kuwa labda kuchelewa kwangu haikuwa laana. Nilikutana na mtu ambaye hakuniuliza umri wangu, hakuniuliza kwa nini sijaolewa, lakini aliniuliza kitu kimoja tu. Unajijua wewe ni nani kweli? Na ukweli ni huu, wakati huo sikutaka hata mwanaume kwa maisha yangu. Nilikuwa nimechoka. Sio tu na rejection, lakini na ile pressure ya kujieleza kila wakati. Kwa nini hujaolewa? Unafanya nini na maisha yako? Ilikuwa inachosha. Siku hiyo nilikuwa nimeenda tu kwa kibanda kidogo cha chai. Hakikuwa classy, not so fancy. Ilikuwa tu place ya kawaida, ambapo watu wanaenda kupumua maisha yao kidogo tu. Nilikaa kona. Kisha nikachukua chai yangu pole pole. Nilikuwa napenda kukaa kimya siku hizi. Kimya kilikuwa kinanipa amani kuliko watu. Unaweza share meza? Nilinyanyua macho yangu. Alikuwa ni yeye. Hakukuwa na kitu cha extraordinary sana. Kwake, at a first glance, hakukuwa na pressure. Hakukuwa na show off. Lakini macho yake yalikuwa na utulivu sana. Nilikubali kwa kichwa tu. Hakukuwa na nguvu ya kuanza conversations. Tulikaa kimya kwa dakika kadhaa na kwa mara ya kwanza ile silence haikuwa awkward, ilikuwa so peaceful. Kisha akauliza kwa upole, unawaza sana, si ndio? Nilicheka kidogo. Kisha nikamuuliza, unaonaje? Akatabasamu. Akasema, unaonekana umebeba vitu vingi sana ndani yako. Nilishangaa kwa sababu hakuna mtu alikuwa ameniambia hivyo. Watu walikuwa wanaona status yangu, lakini si hali yangu. Na wewe, niliuliza, unabeba nini? Alikaa kimya kidogo kisha akasema. Mimi nilijikimbiza sana kwa maisha. Nikasahau kujijua. Hiyo ilinigusa. Kwa sababu nilihisi kama anazungumza lugha yangu. Hatukupeana numbers siku hiyo.
Hakukuwa na flirting, no pressure. Tuliongea tu kama watu wawili waliokuwa wanajaribu kuelewa maisha. Lakini niliondoka pale na kitu ambacho sikuwa nacho kwa muda mrefu. Utulivu. Siku zilizofuata, nilianza kufanya kitu tofauti. Sikujua ni nini kilikuwa kinanisukuma, lakini nilianza kujirudia. Pole pole tu, nilianza kujiuliza, mimi ni nani? Bila presha ya watu. Mimi nataka nini? Bila hofu ya kuchelewa. Nilianza kujijali, sio kwa sababu ya mtu, lakini kwa ajili yangu. Nilitembea zaidi. Nilisoma, niliongea na Mungu, si kwa hofu, bali kwa kweli. Na kwa mara ya kwanza, nilianza kujisamehe. Kwa kuchelewa, kwa makosa, kwa maamuzi ambazo mimi sikuelewa wakati huo. Na hapo ndipo niligundua kitu. Sikuwa nimechelewa. Nilikuwa tu kwenye safari yangu. Na yule kijana, tulikutana tena. Randomly, lakini safari hii ilikuwa tofauti. Kwa sababu mimi, nilikuwa tofauti. Hakuniuliza umri wangu. Hata hakuniuliza kwa nini sijaolewa. Hakuniuliza plan zangu za maisha. Aliniuliza tu. Hivi unafurahia unayekuwa siku hizi? Na swali hilo lilinigonga moja kwa moja. Kwa sababu kwa mara ya kwanza nilikuwa najibu. Nikamwambia ndiyo, nilisema tu pole pole. Na bado najifunza, akatabasamu. That's good. Kwa sababu mtu anayejijua, huwa hapotei tena kwa watu. Na hapo ndipo nilihisi kitu. Sio mapenzi ya haraka. Not excitement, lakini connection. Ya kweli kabisa. Lakini sikujua kwamba safari hii mpya ingehitaji uamuzi mwingine mgumu. Kwa sababu si kila kitu kizuri huja bila majaribu. Aliponiambia ukweli kuhusu maisha yake, nililazimika kuchagua, kumkimbia au kuamini. Nilijaribu kutojipa matumaini kwa sababu ukweli ni huu. Nilikuwa nimejifunza kuishi bila kutegemea mtu. Na ilikuwa imenichukua muda kufika hapo, lakini yeye alikuwa tofauti. Hakunipa pressure, hakuja kuniconfuse na hakuni run around. Alikuja tu akawepo. Kwa utulivu tu, tulianza kuonana mara kwa mara. Sio dates za pressure, na sio zile za tuonekane, no. Ni zile za kawaida, chai, kutembea, kuongea tu maisha. Na kila tukiongea, nilihisi kama ninajifunza kitu kipya kila siku kumhusu. Lakini kuhusu mimi pia. Siku moja, tulikuwa tumekaa kimya kidogo. Kisha akasema, kuna kitu sijawahi kukuambia, moyo wangu ulipiga kidogo. Kwa sababu hiyo mstari, haijawahi kuja na kitu rahisi. Nilisema, niambie, nilimwambia, alivuta pumzi pole pole. Kuna kipindi nilikuwa engaged, nilikaa kimya. Sikujua nitasema nini, iliisha vibaya sana, akaendelea. Sio betrayal ya kawaida, ni ile inakuacha hujui kama unaweza kuamini tena. Nilihisi maumivu yake, sio kwa sababu alinieleza sana, lakini kwa sababu niliona kwenye macho yake. Na wewe, akauliza, hapo ndipo nilijikuta nacheka kidogo. Story yangu sio dramatic sana, lakini ni ndefu. Nikamwangalia, nilijinyima sana maisha, nikidhani ninafanya sahihi. Lakini mwisho, nikabaki na maswali kuliko majibu. Alinitazama kwa makini. Una regret? Nilikaa kimya kidogo. Kisha nikasema ukweli ambao hata mimi nilikuwa naogopa. Ndiyo, lakini pia hapana. Naelewa, akasema. Kwa sababu sometimes, hata makosa yetu hutufikisha mahali tunatakiwa kuwa. Nilihisi kama kuna kitu kinajengeka, lakini bado nilikuwa na hofu. Kwa sababu hii ilikuwa tofauti na nilivyozoea. Hakukuwa na drama, no confusion, na hiyo peke yake ilinifanya suspicious kidogo. Siku zikapita, connection ikaendelea kukua. Pole pole, naturally. Kisha siku moja, akanialika lunch. Sio kwa style ya kawaida. Kulikuwa na seriousness fulani kwa sauti yake. Tulipokaa, nilijua kuna kitu. Alikuwa kimya kidogo kuliko kawaida. Unaniogopa? Akauliza ghafla. Nilishtuka, kivipi? Akatabasamu kidogo. Unaniweka mbali kidogo, hata ukiwa karibu. Nilishikwa, kwa sababu alikuwa sahihi. Nilikuwa mimi najilinda. Sikuogopi, naogopa kupoteza tena amani yangu. Alinyamaza, na hapo ndipo aliniambia kitu kilichobadilisha kila kitu. Mimi sitaki kuwa mtu anayekukamilisha. Nataka kuwa mtu anayekutana na wewe ukiwa tayari uko complete. Moyo wangu ulitulia kwa sababu hiyo ndiyo nilikuwa nahitaji kusikia. Sio ahadi za haraka, sio za pressure, lakini heshima. Lakini bado kulikuwa na kitu ndani yangu kilikuwa kinanizuia.
Swali moja, kubwa, nzito, je, ningeweza kuamini tena? Usiku huo nilikaa peke yangu, nikafikiri kila kitu, maisha yangu, maumivu yangu, safari yangu. Na hapo ndipo niligundua kitu kimoja. Nilikuwa nimejenga ukuta, sio tu kwa watu wabaya, lakini hata kwa wale wazuri. Na kama ningeendelea hivyo, ningepoteza kile nilichokuwa nimeomba maisha yangu yote. Kesho yake, nilimtumia ujumbe, sio message ndefu, sio emotional sana, lakini ilikuwa tu na ukweli wote. Niko tayari kujaribu, pole pole tu. Na jibu lake lilikuja haraka. Hiyo ndiyo njia pekee ya kufanya kitu cha kweli. Na hapo ndipo safari mpya ilianza. Sio ya kukimbia kuelekea kwenye ndoa, no. Lakini ya kujenga kitu halisi. Lakini sikujua kuwa dunia ilikuwa bado na mtihani mmoja wa mwisho kwa mimi. Mtihani ambao ungefanya nichague kuishi kwa hofu au kuishi kwa amani. Maisha yangu hayangoji. Hata kama moyo wako umeanza kupata amani, reality bado iko pale. Siku moja nilipigiwa simu. Simu ambayo unajua tu, hii si ya kawaida. Tumepitia application yako, moyo wangu ulianza kupiga haraka. Na tumekuchagua wewe. Nilikaa kimya. Sikujua kama nilikuwa nafurahia ama naogopa. Kwa sababu hii ndio nilikuwa nimekuwa nikiomba. Kazi, chance, mwanzo mpya. Lakini kulikuwa na kitu hapa. Kazi haikuwa hapa. Ilikuwa mbali. City nyingine, maisha mapya kabisa. Nilikaa kitandani usiku huo. Nikishika simu yangu, nikiangalia jina lake. Sikutaka kumwambia kwa sababu nilijua hii ndio itabadilisha kila kitu. Lakini sikuweza kuficha. Tulikutana kesho yake, ile place yetu ya chai. Nilikuwa nimejaribu kuact normal, lakini yeye alinijua tayari. Kuna kitu, alisema. Nilivuta pumzi, kisha nikamwambia nimepata kazi. Akatabasamu, wow, I'm so proud of you. Lakini hakukuwa na haraka ndani yangu. Aliona, lakini akauliza. Nitaondoka, kimya kizito, wapi? Nilimtaja. Nikataja place nimepata kazi. Na hapo ndipo macho yake yalibadilika kidogo. Sio kwa hasira, lakini akasema, ni mbali. Nikatikisa kichwa changu. Hakukuwa na drama, hakukuwa na maneno mingi. Lakini kulikuwa na swali lilikuwa linaning'inia hewani. Na sisi je, usiku huo nililia sio kwa sababu ya kazi, lakini kwa sababu hata nilishindwa kufanya maamuzi. Kwa mara ya kwanza nilikuwa na kitu halisi, kitu ambacho haikuwa kimelazimishwa. Na sasa nilikuwa naambiwa nichague. Kesho yake alinipigia simu, kisha akaniambia tukutane. Tulikaa kimya kwanza, kama kawaida, lakini safari hii kimya kilikuwa kizito. Mimi sitaki kukuzuia, alisema. Moyo wangu ulivunjika kidogo kwa sababu sehemu yangu ilitaka aseme baki. Lakini sitakudanganya pia, akaendelea. Hii haitakuwa rahisi. Nilimwangalia, mimi pia siwezi kuacha hii chance. Alitikisa kichwa na hupaswi. Tulikaa kimya tena. Na hapo ndipo nilielewa kitu. Mapenzi ya kweli hayakulazimishi. Tutafanya aje? Niliuliza pole pole. Akanitazama. Kwa ile utulivu wake, tutajaribu tu. Sio kwa pressure, sio kwa hofu, lakini kwa kweli tu. Na hapo ndipo nilijua, hii sio ile love ya movie, ni ile ya maisha halisi. Niliondoka, nikaenda, city mpya, maisha mapya. Mwanzo ulikuwa mgumu, pesa ilikuwa tight, kazi ilikuwa so demanding na usiku nilikuwa peke yangu. Lakini tofauti ilikuwa, sikuwa najichukia tena. Tuliongea sio kila saa, sio kila siku, lakini ilikuwa real, hakukuwa na pretending. Miezi ikapita pole pole na siku moja nilirudi nyumbani. Kutembelea tu kwa kawaida, hakukuwa na expectation yoyote, kisha nikamtext. Mimi niko town, jibu likakuja. Tuonane basi, tulikutana, same place, ile ile chai. Nilimwangalia na nikagundua kitu, sio kwamba tulikuwa perfect, lakini tulikuwa tumekuwa. Unaonekanaje? Aliuliza kwa tabasamu. Nilicheka kidogo, nikamwambia tu bado najitafuta. Akatikisa kichwa, lakini sasa unajipata kidogo kidogo. Tulikaa tukaongea kama kawaida, lakini ndani yangu kulikuwa na amani. Na hapo ndipo alisema kitu ambacho sikutarajia. Sijawahi kukuambia kitu. Lakini nilijua tangu ile siku ya kwanza ya chai, kuwa wewe si mtu wa kupita tu. Wewe ungebaki kuwa wangu.
Moyo wangu ulisimama kidogo, lakini nilijua pia ukiharakishwa ungepotea. Akaendelea kusema. Nilihisi machozi na sasa niliuliza tu polepole. Akatabasamu kisha akasema, sasa naona uko tayari, sio kwa mimi, lakini kwa maisha yako pia. Na hapo ndipo nilielewa kitu. Mapenzi ya kweli huja pale hutafuti kuthibitisha kitu. Hakukuwa na proposal ya ghafla, hakukuwa na drama, ilikuwa so simple and real. Tuendelee, akauliza. Nilitabasamu kwa amani, kwa uhakika, kwa mara ya kwanza bila hofu, pole pole, nilisema hivyo. Na hapo ndipo nilijua kuwa sikuwa nimechelewa, bali na sikuwa nimepoteza, nilikuwa tu nimeandaliwa. Hakuna mtu huongea kuhusu hii, lakini kuchelewa wakati mwingine ni ulinzi. Kuwa single kwenye 30s, sio kushindwa, ni safari tu. Na kuwa broke, haimaanishi wewe huna dhamani. Ina maana, bado uko njiani. Na mimi, nilijifunza vitu vitatu. Usikimbilie timeline ya watu. Jifunze kujijua kabla ya kupendwa. Na mapenzi ya kweli, hayatakimbiza. Leo, bado najenga maisha yangu. Bado nina goals. Bado kuna challenges. Lakini tofauti ni hii. Siko peke yangu. Na hata kama ningekuwa tu sawa. Kwa sababu nilijipata. Kabla sijampata mtu mwingine. Na kama uko hapo, umechoka, umechelewa, unaona kama maisha yako yameenda. Sikiliza hii. Hujachelewa, unaandaliwa.